hapa Tanzania kila mtu ana haki ya kuishi. Na ndio maana hata ninyi viongozi mlivyoanza kuongea, mlikuwa mnazunguka, mlikuwa mnaongea maneno ambayo yako kwenye katiba yetu kwamba hamkubaliani na kitendo kilichofanyika cha yule mtu kushambuliwa na baadaye kupoteza maisha. Hamkubaliani. Lakini pia mlikuwa mkijaribu kutukumbusha swala la usawa mbele ya sheria, kwamba kama ameua yule au amefanya tukio yule, achukuliwe kama yeye, kama wahalifu wengine, kwamba sio wote. Ina maana pale mlikuwa mnatukumbusha sisi wananchi swala la usawa mbele ya sheria, swala ambalo liko kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo nikiwasikiliza sana mlivyokuwa mnaongea, nyie ni watu wazuri. Nyie ni watu wazuri, watu pia ambao mnaijua katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba ni makosa kila mnapopita watu kuwaita kwamba nyie ni wauaji. Yale ni makosa, na hiyo mmelani, na mimi sikubaliani na hilo, kwamba kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lazima tuwe na usawa mbele ya sheria. Kama watu fulani wamefanya tukio, hatuwezi tukasema watu wote wamefanya. Kwa maana nyingine, mlikuwa mnawakumbusha wananchi kwamba kama watu wengine wanavyofanya matukio, watambulike kama wao walivyo, sio kama Wamasai, sio kama Wazaramu, sio kama Wakuria, sio kama Waha, sio kama Wanyakyusa, kwamba mhalifu atambulike kwa uhalifu wake, lakini sio kwa kabila lake. Ina maana hapo mlikuwa mnazungumzia swala la usawa mbele ya sheria, lakini pia mlikuwa mnajadili haki za binadamu, haki za kuishi, haki za kufanya kazi, haki za kwenda mnakotaka kwenda, lakini huku mkirudi na kuzingatia kifungu cha sheria ambacho kinasema watu wafanye kazi lakini wasivunje sheria. Sasa kwa nini haya yanatokea? Mmoja wa viongozi wenu amesema haya mambo mengine yanajitokeza kwa sababu ya historia ya watu wema. Wamasai ni miongoni mwa makabila ya watu waliojijengea mifumo mizuri ya kuheshimika na kuheshimiana. Wamasai ni watu ambao walijijengea heshima ya makabila ya watu waaminifu sana. Ndio maana mmesema ajira zenu ziko hatarini, kwa sababu wananchi wengi wa Tanzania kutokana na historia waliendelea kuamini kwamba hakuna watu waaminifu kama Wamasai. Ndio maana makabila mengine hazungumzii swala la ukabila. Ndio makabila mengine wakiona na ninyi wale hawapati, mnapata ninyi. Kwa nini nyinyi mnapata wale walikuwa hawapati? Kwa sababu ya uaminifu, kwa sababu ya heshima, na kwa sababu ya historia yenu. Ndio kama alivyo kiongozi wenu, baada ya tukio kutokea, umeona kumetokea taharuki kubwa, na nyewe wenyewe mmekiri kwamba kila mkipita mnaitwa yale majina mabaya. Hiyo ni sababu ya rekodi na historia yenu. Mliokuwa nao mkubwa, wema mliokuwa nao mkubwa, ukarimu mliokuwa nao, na watu ambao hamkuwa na tamaa. Hamkuwa na tamaa. Sasa jamii inajiuliza, hawa Wamasai wamekutwa na kitu gani? Hilo ndio swali la kuulizana nyie na mimi. Maana lazima tukubali kwamba matukio yametokea sasa. Nini kimetokea? Tatizo gani limetokea? Kwa nini watu wanapoteza uaminifu kwenu? Watu ambao mlikuwa mnalibeba taifa kwa uaminifu, watu mlikuwa mnalibeba taifa kwa ujasiri, kwamba ukilindwa na Mmasai mtu asogei. Ndio kilikuwa kinawapa ajira. Ndio kilisababisha watu wa makabila wengine wakakosa kazi. Sio kama hizi kazi watu hawazitaki.
Watu wanatafuta kazi na ulinzi ni ajira. Kwa nini Masai anapata ajira? Kwa nini watu wengine ambao sio Masai wapate ajira? Nini kimetokea? Hili ni jambo kwenye vikao vyenu lazima mkae na kujadiliana. Na mimi kama kamanda wa polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam lazima niwaambie, maadili yamemomonyoka. Maadili yamemomonyoka. Hata ninyi mlikuwa mnaaminiwa, si kwa tukio la juzi. Viongozi mnafahamu, kuna watu walikuwa wanalinda kwenye yadi za magari, wanashirikiana na wezi. Wezi wanakuja, wanashirikiana na walinzi. Magari yanachukuliwa, yadi tunazo kesi. Yadi zinalindwa na watu wenye asili hii ambao ilikuwa na uaminifu. Mtu anakukabidhi yadi ya bilioni 2. Masai anaamini kwamba Masai hawezi kuchukua. Masai ni mwaminifu. Masai ni mwadilifu. Masai ni jasiri. Hakuna mtu atakuja hapa. Lakini unakuta asubuhi Masai hayupo na magari hayapo. Maana tuachane na hii kesi ya juzi. Mmeniambia kwamba mtu ahukumiwe na alaumiwe kama yeye. Lakini wananchi kwa sababu waliwapenda na kuwaamini, ndio maana wanawataja. Wanawataja ninyi kwa sababu nyie mliaminika sana. Hii ni brandi. Uaminifu ni brandi. Uaminifu, uadilifu, ujasiri ni mtaji wa watu wanaotoka kule. Ndio maana nimewaambia mimi nimefanya kazi kule. Kazi kijiji cha Nina na Kisangiro. Na wazee wangu nimewasaidia pale wawili. Walinisaidia sana. Wakaniitia vijana, wakasema hatutaki, tumechoka. Kulikuwa na mauaji kule. Nyie watu wa kule mnakumbuka. Kulikuwa kuna mauaji, wanapigana makabila yale. Lakini wazee walisema Muliro njoo. Acha field force huko juu. Nikashuka kule chini mlimani, nikaongea nao. Wakaambia sisi tunamaliza hii. Tukashirikiana. Na ikamalizika. Kama inakumbuka. Ikamalizika vizuri. Kwa hiyo na ninyi sasa, mimi kama kamanda wenu ambaye pia ninawapenda sana, ambaye bado naamini ni waaminifu na waadilifu na jasiri, ili turudishe jina zuri. Na kama mlivyosema hatukubaliani na haya matukio na nyie mmechukia, hawa watu lazima wakamatwe. Lazima wakamatwe. Lazima wakamatwe kama tulivyofanya kwenye kijiji cha Nina na Simanjiro na Kisangiro. Lazima viongozi turudishe imani. Hawa watu wakamatwe ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa. Mambo mengine ya kiuchunguzi tutawasiliana ili tujue tunafanyaje, na kazi inaendelea vizuri. Kwa sababu hatukubaliani na nyie hamkubaliani. Hawawezi wakachafua. Hii kabila ina heshima kubwa. Mnakumbuka tangu marehemu baba Sokoine. Heshima kubwa. Heshima kubwa. Sasa hawezi kuchafua. Na tukiona kuna watu wanataka kuchafua, niambie mimi, iambie serikali kwamba sisi kwa niaba ya jamii hii ya Kimasai, naomba nishauri serikali kama kuna namna nyingine ya kulielezea labda hilo tukio itafutwe kuliko kutaja jamii nzima. Kwa mfano sasa hivi katika mitaa tunayotoka tunatajwa kama vile sisi jamii hii yote ndio imefanya tukio lile. Unaweza tu ukapita mtaa hata kama mtu haja kuongelesha wewe, lakini anakuambia muuaji huyo anapita. Na katika kazi zetu hizi kidogo tunaona kama vile inahatarisha usalama wetu. Kwa hiyo naomba serikali kwa kuwa iko makini katika kusimamia usalama wa wananchi na mali zao, iendelee kusimamia katika hili, kwa sababu imetokea taharuki kwamba Masai ameua, na ukipita mitaa kwa mitaa nasikia muuaji huyo, kitu ambacho
si vizuri kwa kweli, kwa sababu hakuna binadamu anayependelea kwanza kifo. Na kama yule naye ametumika na pepo lake au na shetani amemtumia kutenda kitendo kile, hata kama ni Mmasai, tuko tayari kutoa kushirikiana na serikali kubaini, je, aliotekeleza tukio lile ni Mmasai kweli, na kama ni Mmasai anatoka sehemu gani? Kwa hiyo nilikuwa naomba serikali niishauri kwamba kwenye ile kampuni ambayo wale watu walikuwa wanafanya kazi, labda kuna vielelezo ambayo inaelezea labda kwamba huyo alikuwa labda na kitambulisho cha sehemu anayotoka au kitambulisho cha kazi, kwa sababu tukipata hivyo vitambulisho vyake tutajua labda ametoka sehemu gani. Tukishajua, tuko tayari kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba wahusika wanakamatwa na sheria iweze kuchukua mkondo wake. Ya haya machache na nasema asante sana na washukuru. Kamanda Muliro ametuhakikishia kwamba watafanya uchunguzi, wale waliobainika wote watachukuliwa hatua ya kisheria. Tunaungana naye kabisa kwamba wakipatikana wao kama wao waadhibiwe. Ndio maana tumemkaribisha pia, tukasema tutashirikiana kwa pamoja. Kwa hiyo tumpongeze pia Ole Nguruma kwa sababu ametukutanisha na Kamanda Muliro, na ndio maana leo hii tumekaa pamoja, tumeshirikiana. Kwa hiyo tufanye kazi zetu bila kuingiliwa. Lakini vile vile Kamanda Muliro pia angewasa wananchi wa Tanzania bila kutuhukumu kwa kabila, kwa sababu bado Kamanda Muliro pia angetuambia tu kwamba naye pia atoe tamko kwamba uchunguzi unaendelea. Kwa hiyo tusiwahukumu jamii nzima mpaka endapo siku uchunguzi kikamilika, kwa sababu hiyo ni kashfa ambayo mtaani kwa kweli inaendelea sio vizuri. Ukipita barabarani unaitwa mchinjaji. Hivi na mimi tukifanya furugu pale, nani anasababisha mimi nifunje sheria? Ananiita muuaji. Kwa hiyo waasa wa Tanzania wote watoe au asubiri ya uchunguzi, chunguze mtu aliyefanya kosa, yeye kama yeye achukulie hatua. Asanteni pia kwa waandishi wa habari mliofika hapa kuwatoa habari. Hii ni habari nzuri. Kwa sababu mwe na nyinyi mnaposti habari nzuri jamani. Msio mnaposti kwamba Wamasai. Maana vile vile kuna vyombo moja naandika Wamasai ameua. Sasa hiyo pia na nyinyi waandishi habari kwenye majukumu yenu, mwe kabisa mnaangalia kwamba inapotokea taarifa kama vile jitahidini mnaangalia, je, hii kilichotokea ni Wamasai, lakini mtafute na jina. Kampuni. Kwa mfano jina la kampuni tumeisikia na baadaye tukasikia na jina la mwenyewe anafanya shughuli gani, lakini jina leo tulikuwa natumika ni Wamasai ameua. Kwa kweli kidogo tumeshangazwa na kile kitendo. Sisi wote ni Watanzania kama ambavyo Muliro pia alisema. Lakini natoa tamko hilo kuhusu kwamba tusiwe tu pia tunaitwa Wamasai wameua. Kuanzia leo atoe tamko kwamba basi kuna mtuhumiwa alifanya la kabila kutoka kabila fulani, lakini sio Wamasai wameua. Hiyo kidogo mpaka sasa hivi kidogo usalama bado hatuna uhakika nao. Na baadhi wengine wameachiwa makazi. Tunasikia wameachiwa makazi kabisa kwenye makampuni. Haya ni matukio ambayo tukio moja limewafanya, kwa sababu wanaotumia ni waandishi habari wanaposema Wamasai ameua, kile kitu pia imewapelekea Watanzania kiujumla wapokee kwa kama taharuki. Wengine wakose kazi zao wanazozifanya kila siku. Kwa sababu kama ni ulinzi ni ajira pia. Kuna watu ambao wanafanya ulinzi ni ajira. Kuna watu wengine wajaenda shule, kazi yao ni ulinzi, ndio akili aliyobakia afanye kazi na apate maendeleo yake. Kwa hiyo tunaomba pia waandishi na nyinyi vile vile msio mnaandika Wamasai. Kwa hiyo Muliro tuhakikishe pia na waandishi vile vile nao wafuate sheria. Usio tunafunja sheria baada ya, kwa sababu hiyo ni ufunjaji wa sheria pia. Unaposema Wamasai maana yake unahukumu kabila nzima. Maana yake hiyo pia ni kwenye katiba pia ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kwamba sisi wote ni wasawa mbele ya haki za sheria. Kwa hiyo unapotuhumu kabila nzima bado tunasema ni ufunjaji pia nini? Ya sheria, kwa sababu anayetuhumiwa hajakamatwa bado. Angekamatwa baadaye ndio tujue kwamba fulani kutoka kabila la Wamasai amekamatwa. Na wote tunaangalia taarifa kipindi pamoja hivyo. Kuna watu baadhi ya makabila wanafanya matukio, unasikia tu amekamatwa mtu fulani, kabila fulani, umri fulani, ametoka mkoa gani kwa kosa la kuua au kosa la kuiba. Lakini huwezi kusema kwamba kabila nzima. Huwezi kusema Wakuria wote amefanya uhalifu. Hiyo pia kwamba ututolee tamko kwamba na tuhakikishie kwamba Watanzania wote wasiwe wanatuita wauaji, Wamasai ni wauaji. Hiyo pia kidogo tutakushukuru mheshimiwa.
na karibuni, kwa sababu Onesmo pia amesema kuwa tutaandaa mkutano mkubwa wa kujengeana uwezo, hiyo pia ya watu kujua sheria, pia kujuana vile vile kama viongozi, kama anapotokea matukio, kwa sababu tunapokuwa na fimbo na sime, kuna watu ambao hawajui kwa nini tunayo, ni utamaduni wetu pia mheshimiwa. Lakini kuna watu wanaona kama sisi hamna mtu ambaye amewahi kusema Masai amemkata. Unaona kama tuko na sime hapa, fimbo, ukisimama hapa tunakupa fimbo, ni ishara ya kwamba heshima. Tuna sime, ni utamaduni wetu, sio kwamba kwa ajili ya vita. Kwa hiyo watu wasitunukuu vibaya. Kwa hiyo karibu sana mheshimiwa, tutolee tamko hilo ili viongozi hawa watakapoenda kurudi kwa makwao kwamba leo tumekutana kabisa, ile wasiwasi iondolewe.